Mimi siku moja asubuhi nilitoka nyumbani nikaenda kazini, niliaga asubuhi naenda kazini. Nilipofika kazini sikufanya kazi kwa sababu nilikuwa nachunguza, ikabidi nirudi ghafla. Kurudi nyumbani ndio nikaenda nikawakuta. Uliwakuta wapo katika hali gani? Niliwakuta wako chumbani kwangu wanafanya tendo. Visa na mikasa kwenye ndoa vimekuwa ni vingi sana. Mbele yako ni mwanamama ambaye ndoa yake imemshinda, lakini ni majuto ambaye anayajutia. Nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, chini ya video hii utaona maneno yaliyoandikwa subscribe, utabonyeza kisha utabonyeza alama ya kengele ili usipitwe na mikasa mbalimbali ambayo inakuwa inatokea hapa. Labda mtazamaji ambaye anatazama angependa kufahamu kwa majina, labda unaitwa na? Naitwa Elizabeth. Unaitwa Elizabeth? Ndio. Elizabeth, katika ndoa yako umebahatika kupata watoto wangapi? Watoto watatu. Watoto watatu. Ndio. Wote na baba huyu huyu ambaye mmepeana talaka? Ndio. Labda mlifunga ndoa ambayo ilikuwa labda ya kimila, ya kidini au ya kiserikali? Ya kidini. Mlifunga ya kidini. Ndio. Na wakati siku mume wako anakuambia kwamba sasa labda fungasha vilivyo vyako uondoke, wewe ulifikiria hiyo siku inaweza kuja kutokea kwenye maisha ambayo ya ndoa mmeishi? Kwa kweli sikufikiria. Au kufikiria kabisa? Ndio. Labda sasa kabla ya kuwa kwenye ndoa wewe ulikuwa unajishughulisha na shughuli gani? Nilikuwa mama lishe. Ulikuwa mama lishe. Ndio. Sawa. Labda mlikutanaje na mume wako mpaka mkafikia kufunga ndoa? Mume wangu alikuwa yeye ana kanisa, mimi nilikuwa naenda kusali pale. Baada ya kuwa anaenda kusali pale, Mungu akamuongoza akaja akanipenda mimi, akasema anataka kunioa, nikakubaliana naye, akafuata taratibu na sheria za kindoa mpaka tukaja tukafunga ndoa. Okay, sawa. Kwa hiyo alifuata taratibu na sheria mkafunga ndoa ya kanisani kabisa. Ndio. Na sasa katika ndoa za Kikristo na ndoa nyingi za Kikristo kwamba mkishafunga mnakuwa mmefunga kwamba mpaka sasa wewe bado ni mke wake, si ndio? Ndio, mimi bado ni mke wake. Lakini amechukua uamuzi wa kwamba amekutoa wakati wewe bado ni mke wake. Ndio. Sasa labda ilikuwaje na akaoa mwanamke mwingine ambaye huyo mwanamke alikuwa ni mfanyakazi wenu? Mimi nilijiweka huru sana mle ndani na ninajutia kwenye ile nyumba. Sababu yule msichana nilimwamini, nikaa nampa nguo za mume wangu, ananifulia hadi boxer. Kumbe mwenzangu natengeneza kuwa yule ni mke mwenzangu. Mimi sikujua hilo. Sasa hivi kwa kweli kwa upande mwingine mimi najutia, simlaumu mume wangu. Ila nailaumu nafsi yangu. Kwa nini nilikuwa nafanya yale matendo? Sasa hivi mwanaume kama hivyo kashanichukulia. Okay, sawa. Labda mpaka amekuja amekuchukulia na huyo binti wa kazi, hakuna tetesi zozote ambazo uliwahi kusikia kabla, yani kwamba ulisikia labda mume wako anakuwa naye, hujawahi kusikia chochote kwamba wewe ulikuja kujua tu baada ya kwamba anasema anamuoa huyo? Hapana. Kuna rafiki yangu alikuwa anakuja pale nyumbani. Sasa ingine mimi nakuwa nipo kazini kwangu, rafiki yangu anaenda anawakuta. Akaja akaniambia siku moja, mimi nikambishia kwa kweli kwa sababu mume wangu nilikuwa namwamini sana kupitiliza. Ila kuna siku moja nikaa nimeenda nyumbani. Kuna nyumbani nikakuta dalili sio. Ndio nilipozikuta zile dalili sio, nikasema hapa pana nini? Baadaye kuja kumuuliza mwanaume akaa na paniki, akaanza kunifukuza. Ndio hivyo mpaka sasa hivi nimerudi nipo nyumbani kijijini kwetu. Okay, sawa. Na labda huyo binti wa kazi mlimtoa wapi? Tulimtoa Iringa. Mlimtoa Iringa. Ndio. Kwa hiyo wakati anakuja hapo alikuwa ni binti wa aina gani na alikuwa na umri gani? Alikuwa na miaka kama 13 hivi. 13. Ndio. Na mpaka mmekuwa naye mpaka anafikisha umri gani? Sasa hivi ana miaka 18. Ana miaka 18. Ndio. Kwa hiyo umekaa na huyo binti akiwa ana miaka 13 mpaka anafika miaka 18. Ndio. Maana yake kwamba wewe tuseme kwamba umeishi naye kabla hajawa binti, kwamba hajavunja ungo mpaka anavunja ungo. Ndio, kavunjia ungo nyumbani kwangu. Na wakati akiwa binti mdogo, wewe ulikuwa unamlea katika mazingira gani? Je, ulikuwa unamlea kama binti yako? Ulikuwa unamlea
ulikuwa unamchukuliaje? Mimi nilikuwa namchukulia kama mtoto wangu, ila nilikuwa namlipa mshahara. Sasa kwa nini ulimzidishia kazi na kumfanya kwamba kama mtoto wako, lakini akawa anafua nguo za mume wako ambao ni nguo za ndani kama boxer na nini? Kazi zilikuwa zimenitinga sana. Nilikuwa natoka asubuhi narudi usiku. Kwa hiyo kile kipindi niko narudi usiku, muda ule wa kufanya kazi nilikuwa sina. Kwa hiyo nikaa namwachia, asubuhi utafua nguo za baba yako hizo, mimi naondoka naenda kazini. Nikirudi ndo kama hivi. Lakini kumbe mwenzangu huko nyuma akageuza kuwa ni mke wake. Kwa hiyo wewe ulikuwa unamchukulia kama anamchukulia kama baba yake. Ndiyo. Na labda wakati wanakuambia hivyo kwamba labda hao waliokuwa wanakuja nyumbani wanakuambia kama huyo binti labda kuna dalili au viashiria vya kwamba anatembea na mume wako, kwa hiyo wewe ulikuwa unaona kama anamchukulia kama mtoto wake kama wewe unavyomchukulia? Ndiyo, mimi nilikuwa najua anamchukulia kama mtoto wake, na ndio maana nilikuwa siamini. Ila nilikuja tu kuamini siku moja tu baada ya marafiki zangu kuniambia, alivyonielekeza nikachunguza, kweli nikakuta ni kweli. Sasa ulichunguza na ukakuta ni kweli. Labda hapa mtazamaji anaweza kuwa anatamani kujua, ulichunguzaje na ulijuaje kama huyo binti ambaye wewe unamchukulia kama mtoto wenu, ambapo na mume wako anamchukulia kama mwanae, anatembea na mume wako, wewe ulijuaje kama huyu mtoto anatembea na mume wako? Sawa. Mimi siku moja asubuhi nilitoka nyumbani nikaenda kazini, niliaga asubuhi naenda kazini. Nilipofika kazini sikufanya kazi kwa sababu nilikuwa nachunguza, ikabidi nirudi ghafla. Kurudi nyumbani ndio nikaenda nikawakuta. Uliwakuta wapo katika hali gani? Niliwakuta wako chumbani kwangu wanafanya tendo. Ni mambo mazito sana, yanafikirisha sana. Japokuwa mama yetu amekiri kwamba alikuwa anamtumikisha sana binti, anafua mpaka nguo za ndani za mume wake, ambaye yeye alikuwa anaona kwa umri wa binti na mume wake umri wake, alikuwa anaona anamchukulia kama ni mtoto wake, lakini anawashuhudia wakiwa live kitandani ambapo wanamsaliti. Kwa hiyo baada ya kuwa umewafumania, ni hali mbaya na ni tukio gumu, wewe ulifanya uamuzi gani pale? Kwa sababu wengine pale huwa wanafanya mambo ambayo sio mazuri, ambayo yanakuwa yanashangaza. Kwa hiyo wewe ulichukua uamuzi gani baada ya kumkuta mume wako yupo na binti yenu wa kazi ambaye wewe unamchukulia kama mtoto wake? Kiukweli mimi pale nilipaniki. Baada ya kupaniki, mwanaume akanambia, wewe ndio ulikuwa umeyataka haya. Sababu kazi za kwako unampa mfanyakazi afanye. Kwa kweli mimi mwenyewe binafsi nikafikiria, nikakuta ni kweli nilichokifanya sio, na ndio maana yule mtoto kaamua kuishi na baba. Mtazamaji, ninashindwa la kusema, sijui niseme nini, lakini pengine na wewe una maoni yako, una mtazamo wako, unaweza ukakomenti hapo chini ukasema wewe kwa scenario hii ni nani mwenye makosa kati ya bi mkubwa wetu hapa au baba au mtoto. Lakini kwa upande wa yule binti mfanyakazi inaweza akawa ni makosa madogo, lakini huoni kama mume wako pia na yeye ana makosa? Mume wangu hana makosa, ila mimi ndio na makosa, niliokuwa namwachia binti kazi zote za ndani. Kwa nini unahisi mume wako hana makosa? Sababu mimi ndio nilikuwa kishawishi kikubwa kwa yule binti. Sababu mimi namwachia kazi zote za ndani. Mwanaume kila kirudi anakuta yule binti ndiye anafanya zile kazi. Kila kirudi anakuta yule binti ndiye anayefanya kazi. Mimi sifanyi kazi, na ndio maana ilipitia kiwango cha yule mwanaume kushikwa na tamaa akaamua kuishi na yule binti. Unahisi kwamba adhabu ambayo amekupatia mume wako ya kukufukuza na kuishi na huyo binti yenu ambaye mlimchukulia kama binti, saizi amemfanya saizi tuseme ni mke mwenzio, unahisi ni sahihi? Adhabu unastahili kwamba wewe kufukuzwa? Nastahili adhabu hiyo. Na labda neno gani, kwa sababu mume wako anakusikiliza na anakutazama, labda ungepata fursa, kwa sababu saa hizi ulisema simu zako zote amekubloku na hataki kabisa mawasiliano na wewe, labda ukipata fursa tukafanya mkakutana, utamwambia kitu gani? Nitamuomba msamaha mume wangu, anisamehe, sintarudia tena
kumpa kazi nyingi mfanyakazi, nitarudi kuwa mke bora. Na sasa hivi ndio hivyo tayari kashamuweka, ingawa sio halali, kashamuweka kama mke. Na akisema mume wako amekusamea, lakini yeye anataka muwe wake wawili, kwamba yule uliyomchukulia mtoto wako awe mke mwenzio, awe bi mdogo, utakuwa tayari kwa hilo? Sintokuwa tayari kwa sababu dini hairuhusu. Dini hairuhusu. Ndiyo. Na yeye akisema kwamba kwa sababu kuna wengi ambao wapo katika dini ambayo inafunga ndoa zaidi ya moja, hairuhusu dini zaidi ya moja, lakini wanaume wengine wameoa hivyo hivyo, akasema yeye anataka, kama hutaki wewe uondoke, utafanyaje? Itabidi nikubali kwa sababu mume wangu bado ninampenda. Bado nampenda. Ndiyo. Labda na wewe katika watoto wenu, mtoto wenu wa kwanza ana umri gani? Mtoto wetu wa kwanza ana miaka 25. Ana miaka 25. Ndiyo. Mtazamaji, hii ni kitu ambacho kinafikirisha sana. Binti ambaye ameivunja ndoa ana umri wa miaka 18. Mtoto wao wa kwanza ana umri wa miaka 25. Ni kitu ambacho kinafikirisha. Unahisi kwamba hawa watoto, huyo mtoto wenu wa kwanza yupo tayari kumuita mama huyo binti wa miaka 18? Siwezi kujua kwa sababu bado sijakaa nao watoto wangu na kuwaelekeza chochote. Hako mpaka sasa hawajui. Watoto wangu hawajui, wako shule. Wapo shule. Ndiyo. Wewe unahisi nini, kwamba unahisi ni hatia kwamba watoto wakijua itakuwaje? Kwa sababu mpaka sasa watoto hawajui. Mpaka sasa watoto wanajua wakirudi nyumbani kutoka chuo, kutoka shule, wanajua watamkuta mama na baba, hawakukuti wewe. Unahisi watalichukuliaje wakimkuta yule binti ambaye walimchukulia ni dada yao wa kazi, mdogo wao amekuwa ni mama wa nyumba? Na ndio maana mimi ninaona aibu. Ndio maana napenda mume wangu nimwombe msamaha, nirudi nyumbani. Watoto wangu anikute nyumbani. Na akikusamehe, akikurudisha nyumbani, unahisi wewe upo tayari kuishi na yule binti tena aendelee kukaa kama mfanyakazi? Hapana, atatafuta mfanyakazi mwingine. Kwa hiyo yeye arudishwe kwao Iringa? Mwache tu arudi kwao Iringa. Sasa hauoni kama yule binti pia atakuwa ameharibiwa maisha yake, kwa sababu tayari pengine mzee ameshamdanganya kwamba atamuoa? Sintofahamu, siwezi kujua ni nini atakachokifanya. Labda wewe akikwambia labda utoe ushauri kwamba yeye amekubali kukusamehe, lakini utoe ushauri kwamba amfanyieje yule binti, wewe utamshauri afanyaje kwa yule binti ili angalau yule binti alizike na nafsi yake? Ampe mtaji, afanye biashara, atafute chumba, apange, afanye maisha yake. Na akisema anamjengea nyumba, utakuwa tayari au utalizuia? Sintozuia kwa sababu ni ujinga wa kwangu mwenyewe. Mtazamaji, nikukumbushe kwa wewe ambaye hujasubscribe, chini ya video hii utaona maneno yaliyoandikwa subscribe, utayabonyeza maneno hayo kisha utatani on notification, lakini pia unaweza ukaacha maoni yako hapo chini. Huu ni mkasa ambao unasisimua, ni kama movie, kama tamthilia, lakini haya mambo yanatokea, yanaowakuta wanayajua. Kwa hiyo kama na wewe umekukuta mkasa kama huo, unaweza kaachia maneno, lakini kwa wale ambao hawajawakuta wataona kama ni sehemu ya burudani. Sasa kule ambako wapo ambako umetoka, wanaishi kama mke na mume. Katika kuishi kama mke na mume kuna mambo ambayo yanafanyika, na katika hayo mambo ambayo yanafanyika huenda ikawa, hatuombei liwe, lakini wanasema ni baraka za Mungu. Mungu anamtoa kiumbe ambaye anampenda aje duniani. Na kama sasa yule binti itakuwa, tuseme ni bahati nzuri, sijui tuite ni bahati mbaya, ana ujauzito, je, utalipokeaje hilo kwamba yule binti kule ana ujauzito? Nitalipokea. Nitalipokea, nitakubaliana na hilo. Mwache tu, kama atakuwa mjamzito, mume wangu tamshauri amlee. Na akijifungua mtoto tamshauri mtoto anipe mimi, nitalea. Watazamaji wanaotazama hapa, najua watakuwa na maoni mengi. Wengine watasema unayasema haya yote kwa sababu umepitia mkasa huu, kwamba kweli utakuwa na roho hiyo ya kwamba kama uliweza kumbebesha, najua kuna wengi watajiuliza, kama uliweza kumbebesha mzigo binti mdogo afue nguo za mume wako, utakuwa tayari kutunza mtoto ambaye ametokana na makosa ambayo umeyafanya wewe?
Niko tayari, nilishasema niko tayari kulea huyo mtoto. Labda ndugu zako ambao unawaambia mkasa ambao umetokea wanakuambiaje? Ndugu zangu wananicheka sana kwa sababu mimi ndio makosa yangu niliyofanya. Mtazamaji, nadhani unapata kitu, lakini pia nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, chini ya video hii utaona maneno yaliyoandikwa subscribe, utabonyeza kisha utatani on notification. Labda jambo moja ambalo unawashauri watu wa mama, hususan wa mama, kwa sababu wewe ni mama ambayo limekukuta, ile ambao wanamiliki wafanyakazi, nini ambacho wakifanya? Mimi nawashauri wakina mama wenzangu, mkiwa mnaenda kazini, fanyeni kazi zenu za ndani. Kumbuka kumfulia nguo mume wako, kufanya kazi zako za ndani ndipo uende kazini. Usitegemee sana kila kitu mpe mfanyakazi afanye shughuli zako zote za ndani. Ndio hili tunakaribisha kama hivi mimi yaliyonikuta haya sasa hivi. Kwa hiyo ulimkaribisha shetani. Nilikaribisha shetani, ndio. Vipi na wewe ni Mkristo, kanisani unaenda? Ndio, naenda kanisani. Labda ukienda unatubu au unafanyaje? Natubu. Aha. Na mume wako wewe, kwa sababu makanisa mengi yanatenga watu wenye makosa, wewe unahisi kanisa lina haki ya kumtenga mume wako? Ndio, lina haki ya kumtenga mume wangu sababu ameshaoa mke wa pili. Ameoa mke wa pili. Ndio. Kwa hiyo unaona pia pengine naye alichukulia hasira kwamba haikuwa haki kukufanyia hivyo. Ndio. Mtazamaji unayetazama, mambo ni mengi, muda ni mchache. Haya yanayoendelea sio movie ya kuigiza, hii si tamthilia, lakini hii ni hali halisi ya kile ambacho kinatokea katika jamii ambazo tunaishi. Huyu ni mama ambaye ameishi kwenye ndoa zaidi ya miaka 10, lakini amekuja kukutana na tukio zito ambalo hakulitegemea. Sasa wewe mpaka sasa hivi umeondoka. Je, uliondoka na kila kitu au kuna vitu vingine ambavyo uliviacha ambako ulikuwa unaishi na mume wako? Niliondoka mimi na nguo zangu tu. Kwa hiyo kuna mali ambazo bado mlichuma pamoja? Ndio, tulichuma pamoja, sijachukua. Na siwezi kuchukua sababu nataka kurudi kwa mume wangu. Sasa yeye kama hivyo amekutoa na akisema hataki kurudiana na wewe, nitaenda kwa wazee wa kanisa, tutakaa, tutaongea. Najua mume wangu ni hasira tu. Tutajadili, ataishi. Na akisema kwamba yeye hataki tena kuwa na wewe, anataka mgawane mali, itakuwa? Kosa nililolifanya sio kosa kubwa. Hilo kosa sio kubwa, lazima atanisamehe mimi kama mke wake wa ndoa. Hilo sio kosa la kusema mimi na yeye tutengane. Ni kitu cha kunirekebisha mimi mke wake na tuendelee na maisha kama zamani. Na maswali yatakuwa yanagonga wengi ambao wanakutazama. Unahisi kwamba sababu ilikuwa tu ni wewe kumpa kazi nyingi yule binti? Je, kwa yule binti ulikuwa unaishije? Wengine watasema pengine ulikuwa unakomolewa kwamba wewe ulikuwa unamnyanyasa yule binti. Ndio, naonekana kama yule binti nilikuwa namnyanyasa. Ndio maana mwanaume akaamua kufanya vile. Na kweli ulikuwa unamnyanyasa? Hapana, mimi nilikuwa simnyanyasi, ila tu nilikuwa namchukulia kama mwanangu. Mimi naona kama ana kazi nyingi, nikaa nafanya hivi. Sikujua kama namnyanyasa. Kumbe nilikuwa namnyanyasa. Na je, labda mshahara ulikuwa unampa kwa muda? Kwa sababu mshahara tunaambiwa ulikuwa unapitia kwako ndio wewe unamlipa. Ulikuwa unamlipa kwa muda? Nilikuwa namlipa. Ulikuwa unamlipa? Ndio. Mtazamaji, mambo ni mengi, lakini nahisi na wewe pengine unapata kitu na unatamani kuuliza. Unaweza ukaacha maoni yako hapo, ukasema, ukatoa ushauri kwa haya ambaye anayakili. Kikubwa yeye anakiri kwamba ana makosa, lakini pia anasema mume wake ana makosa. Je, unahisi kwa yule binti kwa upande wake kuna makosa? Kwa yule binti kwa upande wake ana makosa, ndio. Yeye alikubaliaje kwenda kuishi na baba yake? Sasa yeye ni umri mdogo. Huoni kama mume wako kwa upande mwingine, kwa maneno mengine, bila kuumauma maneno, kama amembaka binti? Alitakiwa kuniambia, mama, baba ananifanyia 1 2 3. Yeye binti alinyamaza kimya. Huenda labda aliogopa gepu ambalo umeliweka kati ya yeye na yeye, kwamba umeweka gepu kubwa ambalo haiwi rahisi kukufikia.
Wewe hapo unaonaje, kwamba au wewe ndo ulikuwa mkali, mama anashindwa kukufata, kwamba mama baba ananiambia hivi na hivi? Mimi sikuwa mkali, nilikuwa nampenda sana binti yangu. Yeye tu alikuwa ananiogopa, ila mimi nilikuwa nampenda sana. Sasa hivi katika mitandao ya kijamii na katika maisha ambayo tunaishi, kumekuwa na kauli ambayo inatembea sana, watu wanaitumia sana, wanapenda kusema wanaume wote, ni mbaya kusema lakini itabidi niseme, wanaume wote ni mbwa. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba matendo ambayo wanayafanya ni ya ovyo. Wewe unahisi kwa tukio ambalo umelipitia, maneno haya yanastahili kutokea? Hapana, wanaume wote sio mbwa. Kwa nini? Sisi wanawake ndio tunaifanya mpaka mwanaume anakuwa hivyo. Kama hivi mimi hapa nilichokifanya hichi kitendo mpaka mume wangu kaenda kwa binti yangu wa kazi. Wanaume wote sio mbwa, wengine ni wastaarabu. Mume wako anawekwa katika kundi gani? Kundi la wastaarabu au kundi la wanaume wasiojiheshimu? Kundi la wanaume wasiojiheshimu. Kumbe na mume wako pia unakiri kwamba hajiheshimu? Ndio, hajiheshimu. Angekuwa anajiheshimu, angeniambia mke wangu kuna 1 2 3 silitaki, ili tatizo kitu unachokifanya sikitaki, ili nijirekebishe, lakini yeye alikuwa haniambii chochote, kumbe yeye ana mpango mwingine na huyu binti wa kazi. Na katika maisha ya ndoa kunakuwa na siri kubwa. Wewe unahisi mahitaji ya mume wako ulikuwa unayatimiza kwa wakati, kwamba ukiacha kumfulia nguo, kufanya nini, kwa sababu mpaka mtu anaoa kuna vitu vingi, wewe ni mtu mzima, kwamba mahitaji yake yote ulikuwa unampa kwa wakati? Sasa ingine narudi kazini nimechoka. Huwezi sema mengi. Sasa ingine unakuwa umechoka. Mwanaume anaweza akataka tendo, wewe umechoka, unalala. Sasa ndio hivyo, yeye anakuwa anakasirika. Sasa sikujua kama yeye anakasirika anaweza akatoka nje, sikujua hiyo. Kwa wewe ukuona kwamba unamkosesha kitu kikubwa, kwa sababu wanaume wengine wana pesa, na mume wako alikuwa na pesa, ambaye ana uwezo wa kuweka mashine zikamfulia, kufanya chochote kile, lakini akaona akuoe wewe. Wengine wanaoa kwa ajili ya kuridhishwa katika tendo la ndoa. Ukuona unamkosesha kitu kikubwa sana? Kwa upande mwingine kwa sasa hivi naona kama nilikuwa namkosea mume wangu. Ndio. Mtazamaji, haya ni mambo mengi ambaye mama yetu hapa ameweza kufunguka, japokuwa kuna vitu vingi ambavyo tunajaribu kuviweka sawa, ili aviweke sawa, ili mambo yakae sawa, tujue undani wa hili tukio. Na huyu binti mmekaa naye kwa miaka hiyo ambayo mmekaa naye, labda kwa kipindi chote ambacho mmekaa naye, miaka mitano, I think miaka mitano kama sijakosea, kwa miaka mitano ambayo mmekaa naye, alikuwa ni binti wa aina gani wakati anakuja? Kwa sababu kuna zile tabia mabinti wamekuwa wakibadilika. Wewe ulikuwa unamuona ni binti wa aina gani? Hususan alikuja hajavunja ungo, wakati anavunja ungo vitu gani vilibadilika, na vitu gani ambavyo vilikufanya ukaona huyu anaweza akaja kunigeuka, au hujawahi kujua kama atakugeuka mpaka ukaja kusurprisewa na hilo tukio lilivyotokea? Kiukweli mimi binti yangu alikuwa ananiheshimu sana. Sikujua, na ndio maana hata alipokuja kuniambia sikuamini kitu kama hicho, kama binti yangu anaweza kanisaliti. Kwa hiyo ulikuwa huamini kabisa? Nilikuwa siamini kabisa. Na zile harakati za kubadilika, kumekuwa na tabia labda ya mabinti kuwa na nguo fulani ambazo labda mwanaume aliona ashawishike na nini. Wewe binti huyo, labda unaweza ukahisi kwamba labda yeye alitumia vishawishi vyake kumshawishi mume wako? Binti yule, mimi kanisani tulikuwa tunaenda wote, anavaa nguo za heshima, na ndio maana mimi sikujua. Sikujua kabisa kama ataweza kufanya kitendo kama hicho. Na ukimsamehe ukarudi kwenye ndoa akaondoka, utataka tena kuwa na mfanyakazi au itakuwa? Kiukweli nikirudi nyumbani kwangu sitaki tena mfanyakazi, nitafanya kazi zote mwenyewe. Hautaki tena mfanyakazi? Nitafanya kazi zote mwenyewe. Kwa hiyo na kazi upo tayari kuiacha? Pole. Nipo tayari. Upo tayari kuiacha kazi unayofanya? Ndio. Mtazamaji, mambo ni mengi. Wewe unashauri mtazamaji tufanyaje? Je, tumtafute baba tujaribu kuyaweka sawa, au wewe kwa upande wako unaona hili limekaje? Nikushukuru ambaye umenipa muda wako mpaka hivi sasa, lakini kubwa zaidi ni kuacha maoni na kusubscribe ili uendelee kupata update na habari zetu.